ukiangalia goli moja baada ya jingine lina maana kubwa sana kwa upande wetu. Kwanza goli la kwanza la Rushin De Reuck limetufurahisha sana kwa sababu limetukumbusha msimu uliopita. Msimu uliopita kwenye mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC dhidi ya hawa Fountain Gate, aliyefunga goli la kwanza msimu uliopita ni Shema Lonfon ambaye alikuwa ni beki wetu namba 5. Mwaka huu ni vivyo hivyo, aliyefunga goli la kwanza la Simba Sports Club ni Rushin De Reuck. Ni jambo la kufurahisha kuona mabeki wetu wakati wana uwezo pia wa kufunga. Hii ni faraja kubwa kwamba Rushin, ukiachilia mbali kazi kubwa ya kuweza kuzuia, lakini tunaposhambulia namba ya washambuliaji inaongezeka na Rushin ameongezeka hapo kwenye eneo la ushambulizi. Tumeona heda yake haikuwa na wasiwasi hata kidogo. Dada, mbona umenuna mno? Kama Sam kidogo. Anaitwa Jojo. Jojo relax, yani umenuna kabla vile na nani, yani umeelewa haya ni maisha baba. Relax. Kamata mic ukiwa relax. Ukichoka unashika mikono kidogo na rudi ukiwa umeenjoy. Furahia kunihoji mama, sawa usiogope. Kwa hiyo inatia matumaini kwa kwamba anafanya kazi yake ya msingi ya kulinda. Akitoka hapo anakuja kwenye kazi nyingine ya ziada ya kushambulia. Tumefurahi sana goli lake mechi yake ya kwanza ya ligi kuu ya NBC, anafunga goli lake la kwanza ligi kuu ya NBC, ni jambo la fahari kweli. Lakini sasa maana yake ni kwamba tunapokuwa na mipira iliyokufa, tunapokwenda kushambulia, unakuwa na uhakika kwamba asipofunga Soa atafunga Rushin, asipofunga Rushin atafunga Selemani Mwalimu, asipofunga Selemani Mwalimu atafunga Kantu. Kwa hiyo mnakuwa na variety kwenye eneo la ushambuliaji. Hilo ni jambo la kutufariji kweli wana Simba, ndio maana tumefurahi sana. Lakini goli la Jean Charles Ahoua nalo limetufurahisha kwa sababu kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile cha ubora kutoka msimu uliopita. Na leo Jean Charles Ahoua amefanya mambo matatu makubwa. Kwanza ametoa assist kwa Rushin De Reuck, pili amefunga, tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni mambo makubwa ndani ya mechi moja. Lakini kama haitoshi, kinachotufurahisha ni kwamba kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile. Ukisikia mtu anajitunza, basi ndio Jean Charles Ahoua. Ana uwezo wa kujitunza, kiwango chake hakiporomoki. Ni jambo la kutia faraja. Maana yake ni kwamba msimu huu tutaendelea tena kufurahia asisti za Ahoua, tutaendelea tena kufurahia magoli ya Ahoua msimu huu. Kwa hiyo burudani na raha za Ahoua zitaendelea ndani ya Simba Sports Club. Ni jambo la kutia faraja. Bana mzee, umevaa jezi ya zamani kwa nini? Vaa jezi mpya. Hizi ziweke kumbukumbu. Au sio bwana na wewe umevaa jezi ya zamani. Bwana jezi mpya wanangu. Au sio bwana hapo sio fake. Amna yenyewe. Yenyewe ila ya zamani. Tuvai mpya wanangu. Au sio bwana? Wewe hapa unyama. Wewe unyama. Mechi ya Simba unavaa jezi ya Simba. Sio ya Arsenal. Sijui umeelewa Kila mtu avae jezi ya timu yake. Jezi ya Simba unavaa jezi ya mechi ya Simba unavaa jezi ya Simba, sio ya Arsenal. Mimi mwenyewe Arsenal. Lakini mechi ya Simba unavaa jezi ya usichanganye nyekundu kwa nyekundu. Kila mtu ana nyekundu yake. Au si mwanangu Kwa hiyo kwa Jean Charles Ahoua tumefurahi pakubwa. Ameendeleza ubora wake. Lakini goli la Jonathan Soa kusema kweli limetukata kiu kweli. Binafsi nimefurahi sana Jonathan Soa. Usajili wake haukuwa mepesi, ulikuwa na vuta ni kuvuta za hapa na pale, lakini bado kuna watu walidhihaki mchezaji wa Dezo, mchezaji bure, maneno yalikuwa lukuki. Kwa hiyo nilihitaji sana personally Soa afunge ili awazibe midomo watu, na leo amefanya unyama sana, amefunga goli, ameshangilia. Na kwa nini tunataka Soa afunge? Kwa sababu Soa
ni mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club. Unapokuwa na mshambuliaji kinara wa timu yako, ndio anatakiwa kuongoza kwenye kufunga. Hii inampa confidence, lakini kama itoshi, nyinyi mnakuwa mna uhakika kwamba mechi hii fulani atafanya ukatili wake. Kwa hiyo tumefurahi kuona Soa amefunga hii leo goli lake la kwanza akiwa na Simba Sports Club, na tunaamini goli hili litaleta magoli mengi zaidi. Na mimi kila nikiangalia msimu huu si chini ya magoli 50 Simba Sports Club utafunga, ama magoli 100 msimu huu nakwambia. Kwa namna ambavyo speed imeanza. 100 tunafunga vizuri tu, na naamini mfungaji bora wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4 watakuwa ni Simba Sports Club. Hapo bado Selemani Mwalimu hajafungua turbo. Yes, naye akipata nafasi atafanya unyama. Kwa hiyo ni mechi ambayo kusema kweli wana Simba hii leo tumeenjoy pakubwa sana. Kila ambacho tulitaka kifanyike kimefanyika. Timu kucheza vizuri imecheza. Watu wetu muhimu kufunga wamefunga. Unataka nini tena zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Swali jingine. Semaji, nimesikia pale mara baada ya Jean Charles Ahoua kufunga goli, mashabiki walisimama na kuanza kuimba MVP. MVP. Ile inamaanisha nini? Ni MVP kweli. Kwa takwimu za msimu uliopita ambapo tuzo zitafanyika mwezi wa 12 insha Allah, hakuna mchezaji anayefikia takwimu za Jean Charles Ahoua. Anafunga, ana assist na amekuwa bora sana. Ni MVP. Ni MVP wetu sisi wana Simba, Jean Charles Ahoua. Maswali ndio bwana Fumbo. Katika swali mwingine maswali kulingana na hapo. Siwezi kusimama hapa nikauliza maswali mawili. Vipi kuhusiana na Elie Mpanzu? Inaonekana kama vile watu wanasema kiwango sio kama vile ambavyo walidhani. Elie Mpanzu lazima tuwe wa kweli, bado hajafikia ile top level yake ambayo sisi wana Simba tunajua. Uzuri ni kwamba Mpanzu kuna vitu ameshatuonyesha ana uwezo wa kufanya. Kuna ubora ambao sisi tunaojua Mpanzu anao. Msimu huu kwa mechi hii ya kwanza bado hatujauona huo ubora wake. Na ndio maana unaona hata walimu wanampa muda wa kutosha ili aendelee kuimarika na kurejea kwenye ubora wake. Na sio Mpanzu peke yake. Wapo wachezaji wengi ambao wameanza kwa level ya chini ambapo wanakuwa wanapanda taratibu. Kwa hiyo watu wasiwe na mashaka. Ameanza, unajua wachezaji wanatofautiana. Kuna ambaye kiwango chake kinaweza kikabaki pale kama Jean Charles Ahoua. Kuna ambaye anakuja kiwango kimeongezeka zaidi. Alafu kuna ambaye kiwango chake kinaanzia chini. Elie Mpanzu kibisawala Pasi yake ametoa pasi ya goli. Elie Mpanzu na bado Elie Mpanzu hajafikia level yake ya msimu uliopita. Bado anaendelea kukusanya nguvu zaidi. Lakini pamoja na kwamba bado hajafikia level yake ambayo sisi tunaifahamu, bado ameendelea kusumbua vile, na leo amefanya kazi kubwa. Ametoa pasi kwa Jonathan Soa. Na lile goli la Soa ukiliangalia vizuri, mpira alikuja akautuliza afu kapanda juu kidogo. Alafu akageuka akapinduka akafunga. Alafu alikuwa afunge jingine, kipa wa Fountain Gate akatema. Akaja Morris Abraham akapiga kipa akadaka. Kwa hiyo Mpanzu bado anaendelea kuongeza ubora wake, na ndio maana unaona hata walimu wanampa game time ya kutosha ili tuweze kurejea kwenye ubora wake. Uzuri wa Mpanzu ni kwamba akiwa kwenye utimamu wake wa 30% mpaka 40 ana uwezo wa kufanya makubwa sana. Kwa hiyo kijana anaendelea kujiweka sawa. Malizia na Kagoma, naye ametoa pasi ya bao pia kwenye mchezo. Ni nadra sana kumuona Kagoma akicheza kwenye final third ya mwisho ya mpinzani. Lakini leo amefika na ametoa pasi, na sio tu pasi, alichukua mali akakokota akafika mpaka mwisho wa mstari wa uwanja akapiga watu wakafunga. Ni ubora ambao ametengenezewa kwamba
Ukishamaliza majukumu yako ya msingi ya kukaba, nenda katengeneze nafasi ya mabao. Ndio maana umeona baada ya kukaba akafanya pressing, akaokota mali, akatoa pasi ya goli, Simba ikapata bao lake la kwanza maridadi kabisa. Shukrani sana sema. Nimefurahi ni usiku sasa hizi mimi nyumbani.